Watanzania wenzangu, naomba mnisikilize kwa umakini. Nimekuwa busy na shughuli zangu za kimaisha, za kimaendeleo, na pia na content zangu na maisha mengine, na nimekuta watu wakisema kuwa kwa nini uongelee hichi yako, kwa nini uongelee hivi, ongelea kitu basi, ushauri kitu basi, wewe ni content creator na watu kama nyie tunawahitaji mzungumze kitu fulani, basi ongea basi kitu kimoja. Leo hii nikasema sio mbaya kuja mbele zenu na kuambia kitu ambacho najua kitawasaidia na labda kitawapa kitu chote ambacho na mimi ndakuwa nimeonekana nimetoa ushauri. Kesho ni tarehe 29 au tarehe 29 ndio tarehe 29. Sasa kitu ambacho mimi naweza nikakishauri, naomba tusikizane vizuri kabisa. Naomba uwe makini unisikilize kitu ambacho nitakiongea hapa, kwa sababu ni kitu ambacho kitakusaidia na kitakusaidia kwa namna kubwa sana. Okay, naomba niseme kitu kimoja. Kitu ambacho mimi naweza nikakishauri, kwa sababu mmeomba watu wengi nitoe ushauri wangu au niongee kitu cha ushauri, ni kwamba hakikisha kesho unakuwa na chakula cha kutosha. Hakikisha leo unaenda kununua chakula unaweka ndani kwako, maana maduka yanaweza asifunguliwe kesho. Sasa kama hayatafunguliwa maduka, mangi na nguo nini, utashindwa kununua vyakula kulisha familia yako, watoto na jamaa zako. Kwa hiyo hakikisha unanunua chakula, unakiweka ndani na kesho unapika, unakula. Hicho ndio kitu ambacho nakijali kwa afya yako, maana chakula ni muhimu sana kuliko chochote kile. Inabidi ule ili uishi. Kwa hiyo hakikisha unanunua chakula kingi, unakiweka ndani, alafu kesho unapika na kula. Na kama itazidi na kesho kutwa, basi hakikisha chakula kipo ndani, unakula vizuri, unashiba. Huo ndio ushauri kwangu. Sina ushauri mwingine zaidi ya hapo. Iwe gladu, iwe nini, sipo. Cha msingi, weka chakula nyumbani. Nunua chakula, weka nyumbani. Kesho wafungue maduka.